Wanaume wanatarajia nini kutoka kwenu nyinyi wanawake? Sawa, Sasa tunazungumzia saikolojia ya mwanamume, tuwaelewe wanaume vizuri kitu ambacho wanakitarajia. Cha kwanza kabisa ambacho mwanamume anatarajia kutoka kwa mke wake ni heshima. Sawa, heshima. Cha kwanza anachotarajia mwanamke kutoka kwa mume wake ni mapenzi. Tofauti. Unataka umheshimu vipi mke wako kama umuonyeshi mapenzi? Bado. Lakini mwanamume hatarajii mapenzi, anatarajia heshima. Kitu cha kwanza kabisa. Na hapa kuna tatizo kubwa sana katika ndoa zetu. Mwanamume anatarajia kutoka kwa mke wake heshima kwanza kabla ya kitu chochote. Kuheshimiwa kwanza kama yeye ni mwanamume, ndio kiongozi wa familia. Hivyo ni vitu ambavyo mwanamume hayuko tayari kuviachia hata siku moja. Ukigombana naye katika hii sehemu, ndoa yenu haitakuwa na utulivu. Yaani ukawa wewe sasa unataka wewe uwe ndio kiongozi katika family yani. Na yeye akuheshimu wewe, sawa, kama kiongozi, akusikilize tu wewe. Hii haiwezekani. Aghlab haiwezekani. Na Mwenyezi Mungu anasema rijal qawwamuna ala nisa. Wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Haya ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Wako wanawake sasa hivi wanapinga. Wanaona kama aya hii inamkandamiza mwanamke. Hawa ni wale ambao wameathiriwa na fikra za kimagharibi. Lakini kimaumbile hasa tangu Mwenyezi Mungu alivyomuumba Adam na Hawa, mwanamume ndio msimamizi wa mwanamke. Bila kujua kama kuna dini zimeingia, kuna mafundisho, yani nature. Hata ukiangalia wale ambao hawaamini Mwenyezi Mungu, ukiangalia vitabu vyao vya historia walivyoviandika na picha zao na michoro ambayo wameichora, daima inaonyesha mwanamume yuko mbele, kashika mkuki, sio kashika nini, na familia yake iko nyuma. Akipambana na simba, anapambana mwanamume, anaitetea familia yake. Sawa? Tangia huko azali yani. Sio sasa hivi. Kwa hiyo tunasema Mwenyezi Mungu anasema rijal qawwamuna ala nisa, ni maumbile ndio yako hivyo, anataka hivyo. Na mwanamke anahitaji protection, ulinzi kutoka kwa aina hii ya mwanamume. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi yao kuwafadhilisha wengine. Kila mtu ana fadhila yake. Wanawake wana fadhila zao, wanaume wana fadhila zao, na kila mtu aheshimu fadhila ya mwenzake. Wanaume Allah akawajalia kuwa ni viongozi ambao vile vile wanataka kuheshimiwa katika nafasi yao ya uongozi. Sawa? Bila kujali mwadilifu sio mwadilifu, lakini ile tu heshima kwamba huyu ni mwanamume, ni mume katika nyumba, ni kitu muhimu sana.